Katika siku 100 hizi taasisi hii imeweza kukamilisha rasimu ya sheria ya usalama na afya kazini kwa lengo la kuipa hadhi ya kuwa wakala. Hivi sasa ni idara lakini tayari tumeshapewa maelekezo ya kwamba taasisi hii itakuwa wakala, lakini kuwa wakala maana yake ipite hii sheria ili iwe sasa na nguvu zaidi, kwa sababu ni mmoja kati ya taasisi ambayo inafanya kazi nationwide, kila eneo, na mnavyojua maeneo ya makazi ni mengi sana. Kwa hivyo kuyatembelea maeneo hayo unahitaji nyenzo za usafiri, unahitaji wafanyakazi wa kutosha, na unahitaji nguvu za kisheria ili kuweza kuwabana wafanyakazi, kuhakikisha kama eneo la ujenzi linahitaji kuwa na usalama fulani, lazima uwe. Eneo limejengwa, lazima kuwe na vizimia moto, fire extinguishers. Hamna, maana yake mnaenda kinyume na hiyo, na hatua za kisheria unapoenda kinyume na hayo iweze kuchukuliwa. Kwa nimemaliza katika lile eneo la mwanzo la mambo ya kazi. Sasa niende katika masuala ya uwekezaji, na kama nilivyosema, katika masuala ya uwekezaji kuna maeneo matatu: lile la sekta binafsi ambalo linasimamiwa na ZIPA, na baadaye tutakwenda kwenye suala la PPP, na baadaye tutakwenda kwenye hii kampuni mpya ambayo tumeianzisha, angalau wananchi waweze kujua na kufahamu nini kitaendelea baadaye katika suala la kampuni hii. Ndugu waandishi wa habari, kwa kupitia ZIPA ambayo inasimamia uwekezaji katika sekta binafsi, kipindi hichi cha siku 100 kimesajili miradi ya uwekezaji 45 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 218,037,508 kufikia jumla ya miradi sasa 607 toka alipoanza kipindi chake Mheshimiwa Rais. Na maana kile kipindi cha miaka 5 na hizi siku ambazo tunaenda nazo katika kipindi chake cha pili, jumla sasa ni 607, ambayo gharama yake kwa maana ya capital ambazo zimewekezwa katika maeneo hayo zimefikia sasa bilioni 6.9 dola. Ile milioni 218 niliyoitaja mwanzo ya siku 100, ile ni dola. Usije kufikiria hiyo ni shilingi, ni dola, milioni 219. Na kwa ujumla wake miradi ile 607 sasa imefikia bilioni 6.9 dola za Kimarekani. Kwa hiyo tumpe pongezi sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuyafikia haya, kwa sababu hapo mwanzo hatukuyafikia haya. Katika kipindi hichi miradi ya uwekezaji ni mingi sana. Baadaye tutaweza kupata fursa ya kujua ni maeneo gani hasa ambayo yameweza kuwekezwa na kusaidia sasa uchumi huu tulionao ambao ni uchumi endelevu, lakini ambao unasababisha sasa nchi kuwa na ukuaji wa uchumi, lakini pia kuhakikisha ajira zinapatikana. Lakini jambo la pili ambalo ZIPA limefanyika ni kukamilisha mfumo huu wa kielektroniki wa kurahisisha utoaji wa huduma kwa wawekezaji. Kama mnavyofahamu, tunaishi katika maisha sasa hivi ya kidijitali. Kufanya masuala ya huduma hizi tunazotoa yawe na ufanisi, yaondoshe ile tunaita urasimu kwa maana ya bureaucracy, yahakikishe kwamba hata mapato yanakuwa yanapatikana inavyotakiwa, hayavujivuji. Hii mifumo ni muhimu sana. Kwa hiyo tulianzisha mfumo wa mwanzo, lakini ule mfumo ulikuwa ni wa ndani. Sasa hivi ZIPA wamekuwa na uwezo sasa wa kuintegrate, kuunganisha mifumo yake na taasisi nyingine ambazo zinafanya kazi. Kwa hiyo utakuta kuna taasisi karibu 12 ambazo ZIPA inafanya kazi nazo, ikiwemo ardhi, wizara inayohusiana na masuala ya kutoa vibali vya ujenzi, immigration, labor. Hizi zote tulitakiwa sasa tuhakikishe tunafanya integration ili ile mifumo isomane. Anapoamua kwamba huyu apewe kibali, dakika hiyo hiyo commissioner anaotoa vibali anaiona, dakika hiyo hiyo kibali kinatoka kama hakina tatizo. Kwa hiyo unaona ule ufanisi jinsi ulivyo. Hichi ni jambo ambalo tumefanya. Hii programu hii inaitwa Zanzibar Investment Electronic Window, ambayo niwapongezi sana ZIPA kwa kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kufanikiwa kufanyika
ili kufanya sasa ule utoaji huduma wa ile one stop center ya pale ZIPA itakuwa na ufanisi, lakini pia itapunguza gharama na muda wa kutoa zile huduma zetu. Jambo jingine ambalo limefanywa katika kipindi hichi ni kuendeleza ujenzi wa miundombinu. Kama mnavyofahamu, miradi hii ya uwekezaji inahitaji kuwa na miundombinu ya kutosha. Serikali kwa upande wake inafanya. Mheshimiwa Rais amejitahidi kuhakikisha kwamba barabara zote zinazokwenda katika maeneo ya uwekezaji zote sasa hivi zina barabara za lami. Ambazo hazina, kazi inaendelea kuhakikisha kwamba inafanyika. Lakini pia kuna yale maeneo huru ya kiuchumi. Haya ni maeneo ambayo yako chini ya ZIPA. Hapa Zanzibar liko moja tunaita, yako mawili. Moja liko Fumba maarufu na pale Amani Industrial Park. Lakini kuna maeneo mengine ya uwekezaji sasa hivi yanakuja kule Mangapwani, lakini pia kule Dunga Zuze, mitaa ile ya viwanda. Kwa hiyo maeneo haya yote yanahitaji miundombinu. Kwa hiyo katika kipindi hichi cha siku 100 kulitakiwa kulipwa fidia katika maeneo ambayo zitapita barabara. Fumba pale litakiwa ipite barabara ya kuweka mipaka ya uwekezaji. Kama mnavyofahamu, kulikuwa na mizozo, wananchi wanasema maeneo yetu, tukasema sio maeneo yenu. Tumekubaliana na sasa hivi kutazungushwa barabara ya kilomita 8 katika lile eneo ili kuhakikisha mtu asivuke ile barabara, kwa sababu ndani yake ni maeneo yanayohusiana na uwekezaji. Kwa hiyo kazi hii imefanywa na mkandarasi tayari ameanza hiyo kazi CRGE ya kuhakikisha kule sasa hivi kunafanywa hicho kitu. Lakini pia umefanyika tathmini ya masuala ya fidia katika maeneo hayo ili tuhakikishe kwamba hawa ambao wanahusika na maeneo yale wanalipwa. Lakini chengine ni tathmini katika eneo la mradi ule wa IT madrasa. Kama mnavyofahamu, kuna chuo kimoja cha masuala ya kifundi pale Bweleo. Eneo lile ni la muda, lakini eneo mahsusi ambalo limewekwa la karibu hekta 80 kwa ajili ya chuo kikuu hichi.